Tumekuwa tukisikia kwamba kila jambo lote huanzia katika ulimwengu wa roho na kudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Sasa leo nimekuletea njia mbili ambazo zinaudhihirisha ulimwengu wa roho katika mwili. Na kabla hatujaenda ya kuona njia hizo, naomba nieleze kwa habari ya nini maana ya ulimwengu wa roho. Yes, kama tulivyokuwa tukisikia kwamba kuna ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili. Sasa ulimwengu wa roho ni nini? Ni mjumuisho wa vitu mbalimbali ambavyo havionekani kwa macho ya damu na nyama. Sasa vitu hivyo havionekani kwa macho ya damu na nyama, maana yake visishikike, lakini vipo, havionekani kwa macho haya yetu. Mfano vitu hivyo, vipo vitu vingi sana. Mfano vitu hivyo ni kama mawazo ya mtu, malaika, mapepo, nguvu za kiroho na kadhalika. Sasa vitu hivi vyote vipo kwenye ulimwengu wa roho, lakini havionekani. Vipo lakini havionekani, ulimwengu wa roho. Tunaona Biblia kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 12 anasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hapa ametaja neno katika ulimwengu wa roho, maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika nini? Ulimwengu wa roho. Hivi vitu vyote vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Manake hizi falme hizi ambazo zinapigana, hivi vitu vinavyopiganwa hapa, hizi falme na mamlaka na wakuu wake wa giza wapo kwenye ulimwengu wa roho, hawapo katika ulimwengu wa mwili. Lakini pia Efeso, katika kitabu cha Efeso pia kimetaja pia neno pia la ulimwengu wa roho. Katika Efeso sura ya pili, Biblia inasema kwamba sura ya pili mstari wa 5 nasema hivi: hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, aliduhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Inamaanisha ulimwengu wa roho upo. Sasa hapa ulimwengu wa roho umegawanyika pande mbili, umegawanyika katika falme mbili. Upo ulimwengu wa roho upande wa Mungu au katika ufalme wa Mungu, na ulimwengu wa roho katika upande wa giza. Na wote huwa wanatenda kazi kulingana na matakwa ya mtu anataka nini, au mtu anataka kuutumia ulimwengu huo kufanya nini. Na ulimwengu huu wa roho ulikuja kwenye maisha ya mwanadamu pale tu alipompa nafasi mwanadamu wa kwanza Adamu. Alipomkaribisha shetani katika maisha yake, alifungulia mlango wa shetani kutengeneza ufalme wake katika ufalme wa Mungu. Ilitokea mpasuko kwa sababu shetani alikaribishwa kwa dhambi ile ya Adamu. Alikaribishwa, ikazaliwa ufalme wa giza ukatengenezeka tangu pale. Na ndiyo maana leo unaweza kuona wapo watu wa Mungu, lakini pia wapo watu ambao sio watu wa Mungu. Wapo watu ambao ni watu wa Mungu, lakini watu ambao wapo wanategemea nguvu za giza. Na kwa hiyo wanaweza kuwa na nguvu, lakini amepata nguvu kutoka kwenye ufalme gani? Sasa ufalme wote wa giza huwa unatenda kazi, lakini pia ufalme wa Mungu huwa unatenda kazi, lakini vyote vinatenda kazi kwenye ulimwengu wa roho. Sasa zipo njia mbili ambazo nimetangulia kukuambia kwamba zinaudhihirisha ulimwengu wa roho katika mwili. Sasa njia mojawapo ni njia hii inaitwa njia ya matamko. Ni njia mojawapo ambayo inaudhihirisha ulimwengu wa roho katika mwili. Ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 37 inaonyesha jinsi ambavyo Ezekieli alichukuliwa na Bwana katika ulimwengu wa roho. Atabirie mifupa ile ambayo ilikuwa mikavu ipate kuishi tena. Mungu alikuwa anamfundisha. Yeye alisema kwamba Bwana wajua wewe. Lakini Mungu alikuwa anamfundisha kwamba
ana uwezo wa kuumba kitu kikatokea. Bwana sifiwe. Ana uwezo wa kuumba kitu kikatokea. Sasa ile ni sehemu mojawapo, ni njia mojawapo ya matamshi ya kudhihirisha ulimwengu wa roho utokee katika mwili. Ndio maana kwenda kumwombea mgonjwa hawaendi na vitu, wanaweka mikono halafu wanasema kwa jina la Yesu uwe mzima. Manake katika ulimwengu wa roho upande wa Mungu katika Kristo Yesu, manake kuna nguvu ya uponyaji iliyo ndani katika ulimwengu wa roho kwa muamini Yesu. So kupitia kumwamini Yesu, mtu akimwamini Yesu sasa anapoenda kumwombea mgonjwa, manake anatamka neno la uponyaji lililobeba nguvu ya uponyaji kutoka ulimwengu wa roho upande wa Yesu. Kwa kutamka lile neno huwa linaenda kumponya moja kwa moja yule ambaye anakuwa anaumwa. Na mtu anaweza kusema kwa jina la Yesu uwe mzima, na mtu akawa mzima. Kwa jina la Yesu pokea uponyaji, akapokea uponyaji. Kwa jina la Yesu funguka, akafunguka. Kwa jina la Yesu ona, akaona. Kwa jina la Yesu hivi na hivi. Manake ni matamko. Manake ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa matamko. Sasa huu ulimwengu wa roho kwa njia hii ya matamko, manake mtu anatamka maneno ambayo yamefungamana na ulimwengu wake wa roho. Manake neno analotamka huwa linabeba uwezo fulani kutoka aina upande alipo wa ulimwengu wa roho. Kwa mfano zakatamka neno la baraka au neno la laana kulingana na upande wa ulimwengu wa roho alipo, aidha kwa Mungu au kwa shetani. Na ndio maana baraka yoyote ile huwa ni matamshi. Baraka yote huwa ni matamshi. Akisema ubarikiwe, unabarikiwa. Akisema ulaniwe, unalaniwa. Inategemeana hiyo nguvu, maneno hayo yametoka wapi. Sasa katika kila ulimwengu wa roho huwa mtu kuingia huwa kuna taratibu zake katika ulimwengu wa roho. Yapo matamshi ambayo mtu anatamka. Na ndio maana ili mtu aweze kuwa mwana wa Mungu, aweze kumkubali Bwana Yesu, au aweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Manake ufalme wa Mungu ni ufalme ambao haonekani kwa macho ya damu na nyama, lakini upo. Lakini unatenda kazi. Lakini mpaka mtu aweze kuingia, inamtaka mtu huyo aamini moyoni halafu akiri kwa maneno yake. Ndivyo Biblia inavyosema katika Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Anasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Halafu nasema hivi, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kinywa hukiri hata kupata wokovu. Sasa kwa mfano ili mtu aingie awe mwana wa Mungu, inatakiwa kwanza amwamini Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, halafu akiri maneno yake. Akishakiri ndani yake huwa anahamishwa. Manake ule ufalme, ule upande wa ulimwengu wa roho, Yesu Kristo yupo anaishi, yupo hai. Sasa ili mtu aweze kuketishwa pamoja na Kristo Yesu, manake awe mwana wa Mungu, aingie katika ufalme wa Mungu, anaamini moyoni halafu anakiri katika kinywa chake. Yesu Kristo ni mtawala anayetawala milele. Yeye ni yeye yule jana, leo na kesho na hata milele. Hajabadilika, yupo vile vile. Mtu akimwamini, akimkiri, anaingia katika ufalme wake, na hii inafanyika kwa njia ya matamshi. Kwa hiyo baraka yoyote ile, laana yoyote ile imefungamanishwa na matamshi. So kudhihirisha ulimwengu wa roho, unaweza kudhihirisha ulimwengu wa roho kwa kupitia matamshi unayotamka wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Ndio bana kwenye Misali sura ya 18 Biblia inasema mstari wa 20, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Halafu mstari wa 21 anasema hivi, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao upendao watakula matunda yake. So unaweza kudhihirisha ulimwengu wa roho kupitia matamshi. Na hii ndio sababu mojawapo ambayo Yesu alisema ombeni. Kwa nini? Kwa kuomba tunatambulisha ulimwengu wa roho. Kwa kuomba tunaumba vitu mbalimbali. Kwa kuomba tunabadilisha vitu mbalimbali. So katika kutamka, ndio maana maombi ni zaidi ya kuongea. Yes.
Maombi ni zaidi ya kuongea. So kwa kutamka kuomba tunaudhihirisha ulimwengu wa roho unadhihirika katika mwili. Na ndiyo maana kila ufalme wa giza umekopi kutoka ufalme wa nuru. Ndio ufalme wa giza huwa una maneno wanatamka. Waganga kienyeji una maneno wanatamka. Hiyo fanya kitu fulani wanatamka, maana yake wanawita ulimwengu wa roho uweze kutenda kazi sasa unavyotaka. Hiyo ni njia mojawapo ambayo inatumika kudhihirisha ulimwengu wa roho katika mwili.